Lakini jambo lingine ambalo kikwazo kingine ambacho nakutana nacho kiongozi ni migogoro na watu. Tofauti za mwanzo na tabia huleta migogoro. Tofauti. Sisi tuko tofauti. Kiongozi utakutana na watu tofauti, wenye tabia tofauti, katika tabia zao na huo tofauti wao wataleta migogoro. Migogoro itakapokutana na wewe ni moja ya kikwazo ambacho utakutana nacho kama kiongozi. Migogoro inazalishwa na nini? Na tabia za watu. Kwa hiyo ukajikuta ukafikiri unaongoza malaika, unaongoza watu ambao wana tabia zao, wana aina tofauti, wametoka mazingira tofauti, wamekuzwa maeneo tofauti, haiba zao ziko tofauti. Kwa hiyo lazima wataraise migogoro. Hicho ni kikwazo utakutana nacho. Lakini Wafilipi sura ya 2:3 inasema hivi, msitende neno lolote kwa kushindana, bali kwa nini? Kwa unyenyekevu. Usishindane. Unapotokea mgogoro usitaki kusema nataka ni ushinde hapa. Yaani wanione nimeshinda hapa, utajitesa. Wewe kuwa mnyenyekevu. Kwenye kila mgogoro kuwa mnyenyekevu, maana unaongoza watu wenye kaliba tofauti. Waebrania 12:14 inasema utafuteni amani na watu wote. Mara zote katika mgogoro tafuta amani, usizalishe mgogoro mwingine. Yaani mgogoro umetokea, badala tutengeneze tupate amani, wewe tena kiongozi unachomeka mgogoro mwingine. Unaweka na mgogoro mwingine. Tunaacha mgogoro wa kwanza, tunashughulikia mgogoro wa pili, tunashughulikia na mgogoro wa tatu. Tafuteni amani na watu wote. Tusiwe wazalisha migogoro au watengeneza migogoro. Alafu tunakaa pembeni. Ushawasha moto alafu natulia huko. Unajua kuna kiongozi huyo kashaibua mgogoro unakwenda, hawi sehemu ya kutatua, amekaa pembeni anasikilizia goma linavyoenda. Tuwe sehemu ya kutatua mgogoro, tusiwe sehemu ya kuleta taharuki, bali tutafute amani na watu wote. Kiongozi lazima awe mpatanishi